Tunaendelea kusoma maswali ya somo la Kiswahili kidato cha 6 ili kukurahisishia wewe mwanafunzi katika kipindi hichi ambacho unajiandaa kufanya mtihani wako wa mwisho. Kabla tujaendelea, usisahau ku like, comment, subscribe pamoja na kushare habari hizi njema pamoja na mwenzio. Pia usisahau kutembelea website yetu, huko utakutana na notes za somo la lugha ya Kiswahili, notes zote. Utakutana na past papers za miaka ya nyuma mitihani ya Kiswahili iliyopita, Kiswahili 1 pamoja na Kiswahili 2. Usiache kutembelea huko ili uendelee kujifunza zaidi. Leo tunapitia maswali ya matumizi ya lugha. Hili ni swali la 4 mwaka 2023. Swali linasema lugha ya kuzungumza na lugha ya kuandika zinatumika kufikisha ujumbe kwa hadhira ingawa zinatofautiana. Kwa kutumia mifano, fafanua mambo matano kudhihirisha tofauti hizo. Ni wazi kuwa sote tunafahamu lugha ya kuzungumza inayofikisha ujumbe kwa njia ya mazungumzo, lugha ya kuandika inayofikisha ujumbe kwa njia ya maandishi au lugha ya maandishi. Lugha hizo zinafikisha ujumbe zote, lakini zinatofautiana, na yafuatayo ni mambo matano ambayo yanathibitisha kutofautiana kwa lugha hizo. Jambo la kwanza ni muktadha wa mawasiliano. Lugha ya mazungumzo, wahusika wanaonana ana kwa ana, wanaweza kutazamana, wanaweza kufikisha ujumbe kwa njia ya wanaweza kufikisha hisia kwa njia ya ishara. Unaweza ukamtazama mtu usoni ukagundua huyu ana hasira, amekasirika, amefurahi, hajapenda. Unamkosea mtu hakwambii chochote, anakutazama, labda umetoa kauli mbaya. Hiyo ni lugha ya mazungumzo, inatoa fursa wahusika au inatoa fursa ya lugha kujieleza kwa namna nyingine kwa njia ya vitendo, ishara na kadhalika. Lakini lugha ya maandishi haitoi fursa hiyo. Mwandishi anapaswa kutumia lugha fasaha, anapaswa kutumia msamiati sahihi ili kueleza kile anachotaka kukieleza. Kwa mfano, kama mtu alikasirika, kwa njia ya mazungumzo unaweza ukamuona huyu amekasirika. Kwa njia ya maandishi, mwandishi anapaswa kusema wazi kabisa kwamba amekasirika, kukasirika. Kwa hiyo mwandishi anapaswa kutumia lugha fasaha na misamiati sahihi ili kufikisha ujumbe uliokusudiwa. Hiyo ni jambo la kwanza ambalo ni muktadha wa mawasiliano. Jambo la pili ni maandalizi pamoja na matumizi. Maandalizi na matumizi. Lugha ya mazungumzo haihitaji maandalizi, haihitaji mzungumzaji kujipanga, haihitaji mzungumzaji kuchukua muda kujiandaa. Lugha ya mazungumzo mara nyingi inaweza kuwa papo kwa papo, yani bila kujiandaa. Inaweza kuwa mazungumzo yasiyo maalum au maalum. Yani sio lazima mazungumzo hayo yakawa rasmi. Haihitaji maandalizi. Kwa mfano, marafiki wanapokutana barabarani, hawapaswi kurudi nyuma na kujipanga, nitaongea kitu fulani, au nimeonana na rafiki yangu, acha nifikirie kitu cha kuzungumza. Kwa hiyo lugha ya mazungumzo haihitaji maandalizi na mara nyingi inakuwa inafanyika papo kwa papo. Lakini lugha ya maandishi, mwandishi anapaswa kuchukua muda, anapaswa kuwa na muda wa kutosha kuandaa, kuandika, hakikishe alichokiandika kipo sahihi na lugha aliyotumia ni fasaha. Anapaswa kujiandaa vizuri ili ujumbe ufike kama ulivyokusudiwa, tofauti na lugha ya mazungumzo. Kwa mfano, mtu atakayekuwa anatuma barua pepe, atakayekuwa anafikisha ujumbe wake kwa barua pepe, ni tofauti na atakayeenda kusema, kuwasilisha hoja yake kwa mazungumzo moja kwa moja. Huyu atahitaji maandalizi ya kina ili aweze kuandika vizuri na barua pepe iende ikiwa inasomeka kwa uzuri kabisa. Lakini mtu anayezungumza anahitaji tu kufahamu kile anachokwenda kukizungumza. Hoja ya tatu au jambo la tatu ni kanuni za kisarufi. Kanuni za kisarufi. Lugha ya mazungumzo mara nyingi hailazimiki sana kufuata kanuni za kisarufi kikamilifu. Wazungumzaji wanaweza wakatumia sentensi fupi na wakaelewana, wanaweza wakatumia ishara. Mtu anaweza akaanza kuzungumza mwingine akamalizia kwa ishara na ujumbe ukafika. Lakini lugha ya maandishi, mwandishi anapaswa kuandika kila kitu kwa kuzingatia sarufi na kanuni za lugha husika. Anapaswa kuweka mkato mahali panapotakiwa kuwa na mkato, anapaswa kumalizia sentensi ili afikishe ujumbe kama ulivyokusudiwa. Hiyo ni jambo la tatu. Jambo la nne ni urejeaji na marekebisho. Urejeaji na marekebisho. Sote tunafahamu kuwa lugha ya mazungumzo mara nyingi huwezi kurejea, huwezi kurudisha kile ambacho umeshakizungumza. Makosa yanaweza kutokea wakati wa uzungumzaji au wakati watu wakiwa wanazungumza, lakini makosa hayo yanaweza kurekebishwa kwa kusema samahani, nilimaanisha hivi, samahani, sikumaanisha hivyo.
ninamaanisha hivi, nilitaka kusema hivi. Hivyo ndivyo unavyoweza kurekebisha makosa hayo, lakini hauwezi kurudisha kinywani lile neno ambalo tayari limekwisha kutoka. Lakini mtumiaji au mwandishi ana nafasi ya kupitia ujumbe wake mara mbili au zaidi ya mara mbili, akausahihisha, akaupitia, akahakikisha uko vizuri kabla hajausambaza kwenda kwa watu ambao ujumbe huo unatakiwa kuwafikia. Kwa hiyo lugha ya mazungumzo hauwezi kufanya marekebisho, hauwezi kurejea, lakini lugha ya maandishi, mwandishi ana nafasi ya kurejea na kufanya marekebisho ikiwa kuna makosa yamefanyika. Jambo la 5 ni uhifadhi na usambazaji. Uhifadhi na usambazaji. Lugha ya mazungumzo mara nyingi ni ya muda mfupi, kwa sababu si mara zote lugha ya mazungumzo inarekodiwa, hivyo inaweza ikadumu. Mazungumzo haya yanaweza yakadumu kwa muda mfupi sana. Ni kazi kurejelea kwamba fulani alisema kitu fulani. Lakini kwa lugha ya maandishi, kwa kuwa yanawekwa katika maandishi, yanaweza yakahifadhiwa kwa muda mrefu sana na yakatumika hata baadaye. Lakini pia usambazaji wake unakuwa ni rahisi, unaweza kusambaza nakala hizo kwa watu wengi zaidi kuliko kwa kufanya mazungumzo kwa njia, kuliko kufikisha ujumbe kwa njia ya mazungumzo. Kama mzungumzaji ni mmoja, anapaswa kusimama sehemu moja ambayo ina watu wengi, labda wafikie kwa pamoja. Kwa hiyo unaweza ukaona hizo ni baadhi ya tofauti au vitu ambavyo vinafanya lugha ya mazungumzo na lugha ya maandishi ziwe zina tofauti. Kwa mtumiaji wa lugha anapaswa kuzingatia hizi zote ni lugha ambazo zinatumika kufikisha ujumbe, lugha ya mazungumzo na lugha ya maandishi. Lakini yote katika yote, lugha zote zinapaswa kuzingatia vitu vya msingi ili ujumbe ufike ukiwa vizuri, fasaha, sahihi kama ulivyokusudiwa. Tutaonana tena kipindi kingine. Ujambo? Sijambo. Habari gani?